taifa kubwa Simba Sports Club ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu. Na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe 11, mechi ya tarehe 14, mechi ya tarehe 2, hapo nazungumzia robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe 9 robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya kwa sasa ndiyo vipaumbele vyetu kwa sasa. La tarehe 8 tunasubiri maelekezo kutoka bodi ya ligi Tanzania. Ahmed, jana kuja kwenye uwanja wenu pale Bunju jana, hatujajua dhamira yao ilikuwa ni nini. Dhamira yao wanasema walikuja na timu yao. Vipi kipigo pale pale kwa sababu ile uwanja kwenu mmefanyia mazoezi vya kutosha. Kwa hiyo hamtakuwa na kisingizio tena cha kwa kipigo. Ndio dhamira yao ambayo walikuwa wanasema. Ndio dhamira ya wao kuja Bunju. Inasemekana imekuja na timu ilikuwepo mle. Bahati mbaya hawakuwakuta. Wengine wanasema kwamba ni utani tu wanataka kufanya hivyo. wanasema hamjawafungulia geti. Kwa hiyo walikuja tucheze mechi. Sababu si kule saa 6 mchana. Sababu kama walikuwa na nia kweli tucheze mechi, muda wa mazoezi ni saa 10. Wangekuja saa 10. Kingepigwa. Kuja saa 6 ni magilini tu. Nia hiyo hawana. Na nyinyi mliwaona wachezaji kwenye hilo basi? Basi nimefungwa vile, kwa hiyo huwezi kujua huwezi kujua wachezaji au hamna. Lakini dereva anaonekana anasema wachezaji si ndio nyinyi mliripoti kwamba baada ya wao kuondoka pale uwanjani tarehe 8 kila mchezaji aliruhusiwa. Walijikusanya saa ngapi wakaja Bunju? Ni kesho yake ilikuwa. Yes, ndio. Yaani walijikusanya saa ngapi? Wenyewe wanavyosema basi ilikuwa na wachezaji. Kuangewakuta sasa mnaga mechi ya saa 6. Wao kama kweli walikuwa wanataka mechi saa 10, sisi ndio huwa tunafanya mazoezi Bunju. Wangekuja saa 10. Vipi tarehe kipango hivi karibuni ya nyinyi kurudia? Sisi tuko tayari. Sisi tuko tayari. Huo ndio msimamo wetu Simba Sports Club, na tarehe kisha pangwa, kanuni zikafuatwa, zikaheshimiwa, sisi wala hata hatuna shida. Sisi hatuna shida. Kikubwa tu apewe adhabu ambayo aliyofanyia kile. Sasa tuwezi kuanza kufundisha bodi na mamlaka za mpira wa miguu. Wenyewe wanadai alama 3 na magoli 3 kwa nini kufika uwanjani? Dimesha sema kwamba kwenye hili hatuongezi chochote. Unajua hili jambo ni very tense, na lazima hata nyinyi ndugu zangu waandishi mkali, hili jambo ni tenge kweli kweli. Sio jambo la kulichukulia juu na kulichukulia kwa ushabiki. Ni jambo ambalo lina athari kubwa sana ndani yake. Ni jambo ambalo linagharimu maisha ya watu, furaha za watu na kila kitu. Kwa sio jambo la kulichukulia juu. Ni jambo very serious, ni jambo ambalo linahitaji hekima kubwa kulimaliza. Kwa hiyo ndio maana sisi tunaepuka kulizungumzia pasina kuwa na miongozo thabiti. Na ndio maana tunasema taarifa yetu tuliyoitoa tarehe 7 usiku inajitosheleza, na taarifa waliotoa bodi ya ligi inajitosheleza, na sisi Simba Sports tunaifuata taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi. Semaji, mimi na machache ambayo natamani kufahamu, sijui kama wenzangu walishauliza au la. Nirudi nyuma, naweza kusema hivyo kuhusiana na dabi ya Kariakoo, lakini pia ile barua ambayo ilikuwa ikielezea namna ambavyo Simba haitashiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mengi yanazungumzwa kwamba ilienda magari mawili, kulikuwa kuna mabm pale. Ukweli wa taarifa hiyo ikoje, kwamba mlikwenda na magari mawili, moja lenye wachezaji na lingine ambalo linadhaniwa kuwa na wazee wa club ndani yake? Hatuna muda wa kujielezea. Very sorry Latifa Mpenja TV. Hatuna muda wa kujielezea. Tulikwenda kufanya mazoezi, tukashindwa kutimiza haki kwa makusudi, watu waliamua kufanya hivyo. Maelezo yote tayari tumeshaweka kwenye maandishi, na maelezo yetu tayari tumeshapeleka kwenye mamlaka husika kwa ya hatua zaidi. Kwa huku nje, mtu yote anayetaka kupata ufafanuzi, basi rejea taarifa yetu kwa umma tuliotoa usiku. Muhimu ni kwamba hatujaficha kitu.
kila kitu tumekiweka wazi, na baada ya hapo sasa tunaanza kuishi maisha mapya ambayo tunakuishi kwa sasa. Ni tarehe 11 tunaingiaje dhidi ya TMA, tarehe 14 tunaingiaje dhidi ya Dodoma Jiji, tarehe 2 tunakwenda kuchezaje na Al Masry, na tarehe 9 tunakwenda kuvukaje kuingia hatua ya nusu ya kombe la shirikisho. Hayo ndiyo ambayo tunatazama hivi sasa. Haya mengine ya nyuma yote bodi ya ligi Tanzania. Ni kweli Simba na Yanga hamnaga utaratibu wa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Hii ndio imekuwa kwa mara ya hata wale ambao wanalizungumzia pembeni wazungumze kwa umakini mkubwa mno, kwa sababu hili sio jambo la kawaida hata kidogo. Kwa hiyo ni vema kila anayezungumza, kama anataka kuzungumza, basi ajue anazungumza nini ili asilete madhara zaidi. Msemaji, pengine utoe Salum Manula hapa kwa taarifa yake yote. Aishi bado hajatengemaa sana tangu aliposhindwa kusafiri wakati ule tukisafiri na timu, bado afya yake haijatengemaa vizuri, kwa hiyo anaendelea kupatiwa matibabu. Nini sasa kinamsumbua Aishi? Ni siri baina ya mgonjwa na daktari. Sisi kama klabu hatuwezi kuweka hadharani. Lakini msemaji, majeraha wachezaji ni kawaida kwa hadharani. Tumeshaona wachezaji kadhaa ameonyesha fulani anaumwa goti, fulani anasumbuliwa hiki. Kwa nini? Lakini mchezaji akisema naumwa goti ndio, lakini msiwaambie watu, hatusemi. Kwa Manula amesema msiwaambie watu kama naumwa. Hajatuambia. Ila nini ambacho kafanya? Mpaka atuambie sasa. Akituambia waambieni naumwa 1 2 3 tutawaambia. Wachezaji wenu wote huwa wanasema lazima. Siri ya mgonjwa na daktari. Semaji, tumalizie pengine labda kwa kipekee, unaweza ukatoa labda pole kwa kila ambacho kimetokea kwa mashabiki wa Simba, lakini pia wa Yanga walioathirika kwa baada ya mchezo ule. Watu walitoa vingilio, wamelia, wengine wanasema kupoteza maisha. Aliyepoteza maisha tunampa pole sana. Tunaipa pole familia yake na wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine, na familia ya mpira kwa ujumla imeguswa na kifo chake. Kwa mashabiki wa Simba tuwape pole sana kwa kile ambacho kimetokea tarehe 8, lakini lazima watambue kwamba kilichotokea tarehe 8 ni kwa maslahi mapana ya Simba yetu. Kilichotokea tarehe 8 ni kwa heshima ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wala wasifikirie nauli zao, wala wasifikirie viingilio vyao, waifikirie Simba Sports Club. Ni maamuzi magumu, lakini kwa heshima ya Simba Sports, na sio heshima ya leo, ni ya heshima ya miaka 100 ijayo. Ilikuwa inatafutwa usiku wa tarehe 7 pale nje ya gate la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo lazima watambue hilo, ya kwamba heshima ya Simba Sports Club lazima ilindwe, lazima isimamiwe. Hii ni timu kubwa, hii ni timu iliyojipambanua kwamba ndio role model wa mpira wa Tanzania. Kwa hiyo lazima tuweke mstari sawa sawa. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wamepata usumbufu, sisi tuwape pole, lakini wasijisikie unyonge, kwa sababu heshima ya mnyama imetamalaki. Semaji, kauli yako inaonyesha kama kuna kitu nje ya kuzuia kufanya mazoezi. Kusema kwa mtafuta heshima miaka 100. Nadhani wengi kwa macho yetu ambayo tunaamini kama mngecheza na kupata matokeo ilikuwa ni heshima kubwa kuliko mpira hiyo. Kuna heshima gani ambayo imefanya msicheze mechi? Tujiandae na TMA. Ndo jambo la msingi sana. Sasa sisi tuishi na vitu ambavyo viko mjini. Sisi tunaangalia maendeleo ya klabu yetu. Tukiondoshwa na TMA hapo, nafikiri itakuwa noma kiasi gani. Kwa lazima tuwekeze nguvu kubwa kuhakikisha kwamba tunamngoa TMA. Hamtaki aliyokuta Azam FC. Tutaki aliyomkuta ndugu yetu. Maandalizi pia yapoje potea? Ya maandalizi yanakwenda vizuri kusema kweli, tangu